Tukio lenyewe ni kwamba faqala an-nasu, wale watu wote waliokusanyika kwenye ule uwanja ule wakasema, amanna bi rabbil ghulam, sisi tumemwamini Mola mlezi wa kijana huyu. Tayari wale watu ambao walikuwa wanakubali ufalme na uungu wake wamekataa baada ya kushuhudia kwamba yeye hakuweza chochote ila baada ya kupewa mbinu na njia na yule kijana ndio akaweza kulifanya jambo hilo. Watu wakamwamini. Tena maneno haya waliyasema thalatha, mara tatu. Wakasema amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Baada ya jambo hili kutokea, mfalme yule akaendewa na watu, fakila akaambiwa, araaita ma kunta tahdhar, umeona lile ambalo ulikuwa unalichukulia tahadhari? Wewe ulikuwa unafanya haya ili watu wasiamini. Sasa umeona kilichotokea. Matokeo yake ni kwamba hawa watu tena wameamini. Faqad wallahi nazala bika hadhara qad amana an-nas, akaambiwa limetuka lile ambalo wewe ulikuwa unatahadhari, watu wameamini. Huyu mfalme baada ya kuona hawa watu wameamini, jambo aliloliamua yeye kwamba kwa nini mbinu zangu zote zimeshindikana, fa amara bil ukhdudi, akaamrisha jeshi lake waweze kuchimba mahandaki, mashimo. Ndio ikaja kuti la ashabu al-ukhdudi, wamelaaniwa watu wa mahandaki. Yeye mfalme na watu wake wakaamua kuchimba mahandaki. Na mahandaki haya waliyachimba katikati ya njia. Zile njia watu mabarabarani ndio walichimba haya mahandaki. Lakini wa adrama an-niranu, kwenye yale mahandaki pia wakaamrishwa watafute kuni waweke kwenye yale mahandaki, kisha waweze kuwasha moto katika yale mahandaki. Na baada ya kumaliza kuchimba haya mahandaki na kuwasha moto, moto ukiwa mkali unawaka, akatoa amri ya kwamba ninawaamrisha muende mkawakamate wale watu wote walioamini. Kila aliyeamini mkamate, kisha mkishamkamata mtu huyo muende naye kwenye yale mahandaki. Na alichokifanya ni kwamba alichukua, unajua kama waheshimiwa wanapoenda kushuhudia mtu anapozikwa, kunakuwa na viti pembeni vimewekwa ili washuhudie pale ile tukio. Kwa hiyo kando kando ya yale mahandaki akaweka viti maalum kwa ajili ya wale waheshimiwa, watu wake wa karibu, wakae washuhudie namna waumini wanavyoadhibiwa. Na kweli ilifanyika kama hivyo. Walikamatwa waumini na wale watu wakiwa anayesema bana mimi siwezi kurudi kwenye dini, anakamatwa na kutukizwa kwenye ule moto anakuwa. Kila anayekataa anakamatwa. Na wale waliokaa kwenye viti mle walikuwa wanachekelea, hehe, unaona moto namna unavyowaka, kumbe mafuta ya binadamu namna hiyo yanaongeza moto unawaka vizuri bwana. Wakawa wanachekelea. Kutila sahabu al-ukhdud an-nar dhati al-waqud, walipowasha moto wenye kuni, idhum alaiha qu'ud, wakiwa wao pembezoni mwa hayo mahandaki, qu'ud ni wenye kukaa, wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud, na wao juu ya yale ambayo wanayafanya kwa waumini wanashuhudia. Waumini wanachoma moto, wao wanashuhudia jambo hili. Adhabu hii iliendelea kwa muda, hata jaat imraatu maaha sabiyu laha, mpaka ikafikia kipindi
akaletwa mwanamke. Mwanamke huyu alikuwa na kitoto kidogo kinachonyonya, naye ni miongoni mwa walioamini. Alipoletwa naye huyu mwanamke, akaambiwa, wewe mwanamke, rudi katika dini hii ya huyu mfalme, wa illa utafanywa kama walivyofanywa hao waliopita. Kwa kweli mwanamke huyu, kama tunavyojua wanawake walikuwa na huruma hasa kwa mwanawe, akafikiria, mimi leo nikichomwa katika huu moto, mwanangu hana kumnyonyesha tena, mtoto hana kosa huyu, imani naijua mimi, nikichomwa na huyu mtoto itakuwaje? Kidogo yule mwanamke fatakaasat antaka fiha, yule mwanamke akajua na uzito kidogo kwenye nafsi yake kuweza kuzama kwenye ule moto. Nafsi kidogo ilipata, imani yake anayo vizuri, lakini akawa anafikiria huyu mtoto itakuwaje, mtoto mdogo huyu naweza kuzama naye katika moto au kuwa huyu mtoto. Faqala laha, hapa ikatokea muujiza ya kitoto kidogo kikazungumza kumwambia baba yake. Kitoto kidogo ambacho kinanyonya kidogo, swabii, kikatoa maneno kuzungumza kumwambia mama yake. Na huyu mtoto ni miongoni mwa wale watoto watatu waliozungumza wakiwa wadogo mno. Mmoja miongoni mwa mtoto aliyezungumza ni kule kwa Nabii Allah Yusuf. Fashahida shahidun min ahli, fashahida shahidun min ahliha, alitoa ushahidi. Shahidi mwenyewe ni miongoni mwa ahli wa Zulaikha. Shahidi huyu anaelezwa, wakana fil mahdi sabia, kilikuwa ni kitoto kidogo kwenye tandiko. Mahdi ni ile sehemu anaola mtoto mchanga, ndio kimelala. Kile kitoto ndio kikatoa ushahidi, kikasema, jamani, jambo hili Yusuf lazima hajafanya zina. In kana kamisu qudda min duburi, ikiwa kanzu yake hii imechanwa kwa mbele yake, kama kanzu imechanwa kwa mbele, fasadaqat wa huwa min alkadhibin, basi huyu Zulaikha atakuwa anasema kweli, kwa sababu atakuwa yeye Yusuf alikuwa anamvamia yule mwanamke, ndio akachaliwa kanzu yake kwa mbele katika kuliani. Lakini kanzu hiyo ikiwa imechanwa sio min tuburi, ni min duburi, nyuma ya mgongo wake. Kama ni nyuma ya mgongo kanzu imechanwa, ina maana Yusuf alikuwa anakimbia, Zulaikha ndo akamkamata. Kwa hivyo kama hali itakuwa hivyo, faswadaqa, atakuwa amesema kweli Yusuf hana kosa, sawa. Fakadhabat, huyu mwanamke atakuwa muongo, wa huwa mina swadiqin, na huyu Yusuf atakuwa ni miongoni mwa kweli. Kweli kwenda kuangalia ile kanzu ilikuwa imechanika nyuma ya mgongo. Mtoto mdogo ndo alizungumza kumtetea Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Tulisoma mwaka jana ikipisa. Mtoto wa kwanza mdogo kuzungumza. Mtoto wa pili mdogo kuzungumza ilikuwa ni katika zama zile za mzee Imrani, kuhusiana na Maryam binti Imran. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, mwanamke ambaye alijihifadhi na zina. Pale watu walipomsingizia wakasema kwamba Maryam amezini, mtoto mdogo aliyekuwa mgongoni ambaye ni Isa alayhi salam alisema, alitoa ushahidi, alitoa maneno kwamba ninyi mnasema ya kusema, lakini huyu mwanamke huyu sio miongoni mwa wanawake ambao ni baghia, malaya. Yeye na wazazi wake wapo na jambo hilo. Akatoka pale akaenda kwa wale watu, wakimuuliza, sema huyu mtoto umemtoa wapi? Sema, inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya, mimi nimefunga, kwa hivyo siwezi nikasema na mtu yoyote. Mtoto mdogo ndo akawa anatoa ushahidi, mwanamke kaziba mdomo aseme. Mtoto sijawani, mama yangu hakuwa malaya, hakuzini. Mtoto mdogo katika kutetea imani ya
mwanamke. Lakini na huyu mtoto naye alisema kwa mdogo, faqala al-ghulam, akasema huyu kijana kumwambia mama yake, ya umma, mama yangu kipenzi, ewe mama yangu, isbiri, iwa na subira, fanya subira katika kulinda imani yako na wala usiogope. Akamwambia, fa innaki ala alhaqi, kwa sababu wewe mama yangu upo katika haki. Mtoto mdogo anamwambia mama yake, mama, iwa na subira, uzame kwenye hilo shimo la moto, bora ufe kwa sababu wewe upo katika haki. Kwa hivyo mama huyu naye akazama katika ule moto, akaungua na yeye. Namna hiyo ni miongoni mwa wale waumini. Kutila sahabu al-ukhdudi, ndio sababu ya hawa watu wa mahandaki kulaaniwa kwa kitendo chao hiki cha kuwaunguza waumini na kuwachoma moto, ati kwa sababu wamekubali imani iliyokuwa sahihi. Kutila sahabu al-ukhdudi an-nar dhati waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Kisha Allah akasema, wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Tatizo hawa waumini hawakuwa na mashaka yoyote, hawakuwa na kosa lolote, hawakuwa na matatizo yoyote, hawajala cha mtu. Ulitambua hilo? Wao hawakutumia cha mtu. Kosa lao ni nini? Wa manakamu, na wala hawakukusudia kuwafanyia hili, illa an yu'minu billahi, isipokuwa ni kwa kule kumwamini Mwenyezi Mungu. Yani kosa lao lilikuwa imani. Kwa nini wao waamini ndio wakaadhibiwa adhabu kama hiyo ambayo tunaiona hapo. Wa manakamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, kumwamini Allah tabaraka wa taala ambaye yeye ni al-aziz, mwenye kushinda, al-hamid, mwenye kusifiwa. Wa manakamu, nakamu maana yake, nakamu miongoni mwa maana zake hapa tunasema wa manakamu bil kasri wal fasih wal fatha. Kuna wa manakamu wa manakimu, wa manakamu au wa manakimu. Illa yu'minu billahi al-aziz. Al-aziz huwa al-qadir, ni yule mwenye kuweza. Al-aziz huwa al-qadir. Kwa hiyo wa manakamu li an tu'adhabu inma kana waqi'an 'ala al-imani fi al-mustaqbal. Kwa hivyo hawakukusudia kulifanya hilo isipokuwa ni kwa kule wao kumwamini Allah tabaraka wa taala. Al-aziz, mwenye kushinda, maana yake al-qadir alladhi la yughlab, mwenye kushinda ambaye hashindwi. Al-qahir, mwenye kutenza nguvu, Allah tabaraka wa taala, alladhi la yudfa, ambaye yeye hawezi akaondolewa. Wal jumlatu wa isharatu ila al-qudra, na yote haya yanafahamisha juu ya ule uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Al-hamid, mwenye kusifiwa, wa huwa alladhi yastahiqu al-hamd wa thanaa ala alsinati ibadihi al-mu'minin, naye ni yule ambaye anastahili kusifiwa kupitia ndimi za waja wake waliokuwa waumini. Huyu al-azizul hamid ni nani? Alladhi lahu mulku samawati wal ardh, ndiye yule ambaye ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Ufalme wa mbingu na ardhi haumilikiwi na kiumbe chochote katika ulimwengu huu, isipokuwa mmiliki wa ufalme huo ni Allah tabaraka wa taala. Na huyu Allah tabaraka wa taala wala usitie shaka ukasema atauweza vipi. Maana kuna mtu anaweza kusema huo ufalme unakuaje yeye auweze. Allah anasema wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah tabaraka wa taala juu ya mambo yote anaweza, ni mwenye kuweza.
juu ya mambo yote. Allah qadirun, ni mwenye kuweza. Allah tabaraka wa taala mambo yote. Kama yeye mambo yote anayaweza, atashindwa vipi na jambo hili dogo kabisa hili, jambo la kumiliki hizo mbingu na ardhi? Wakati hizo mbingu na ardhi zenyewe ameziumba yeye, atashindwa vipi kuzimiliki? Kwa hivyo ala kulli shay'in qadir, Allah tabaraka wa taala juu ya kila jambo liweza. Innal ladhina fatanu almu'minin, hakika wale ambao wamewafitinisha waumini wanaume, walmu'minati, na waumini wa kike, thumma lam yatubu, kisha hawakutubia, falahum adhabu jahannam, watapata wao adhabu ya jahannam, walahum adhabu alhariq, na watapata adhabu yenye kuunguza. Watu wenye kuwafitinisha waumini, na hili jambo sio kwamba laenea kwa wale, hapana. Huu ni waidi, ni makemeo kwa mtu yoyote ambaye anafanya fitna kwa waumini. Leo miongoni mwa mambo yanayosikitisha, kuna mtu anajisifia kabisa kwamba yeye ni mtu wa fitna. Mimi fitna naiweza bwana, fitna naijua, hili jambo niachieni mimi. Aenda akafanya fitna kuwafarikisha waumini, ima wanandoa au aende akafarikishe waumini wakiwa msikitini wanafanya mambo yao, anajisikia kwa fitna. Kumbe innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat, waliofanya fitna thumma lam yatubu, kisha hawakutubia, wakaishi hivyo hivyo na fitna zao mpaka wanakufa wakiwa kazi yao ni kuwafitinisha waumini, malipo yao falahum adhabu jahannam, wala wao adhabu ya jahannam, wala hum adhabu alhariq, na watapata wao adhabu yenye kuunguza. Adhabu ya moto huo ambao ni moto, sifa yake ni yenye kuunguza. Insha Allah, Allah tabaraka wa taala tuwafikishe. Kwa leo tutaishia hapo. Allah tabaraka wa taala akituwafikisha, basi darasa yetu ya kesho tutakuja kuziona sifa za Allah tabaraka wa taala. Tushaambiwa kila kitu anaweza. Sasa yeye Allah tabaraka wa taala, kuna sifa hapa zimeelezwa ambazo yeye mwenyewe anasifika kwa hizo sifa, wala hawezi akasifika kihakikia na sifa hizo nyingine isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa leo inshallah tutaishia hapo. Tumuombe Allah tabaraka wa taala tujalie tuwe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wabillahi tawfiq wa jazakumullahu khairan aljazaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kuna neno halijaeleweka? Naam, mwenye kusifiwa, mwenye kusifiwa. Al-Aziz, mwenye kushinda, Al-Hamid, mwenye kusifiwa. Huyo ni Allah azza wa jalla, alladhi lahu mulku samawati wal ardi. Naam. Shahidi maana yake ni kushuhudia. Allahu ala kulli shay'in shahid, nisema kadiri Allahu ala kulli shay'in shahid. Allah juu ya kila jambo ni mwenye kushuhudia. Anashuhudia Allah mambo yote na anaweza. Ukiambiwa anashuhudia, amewezaje kushuhudia kisha siweze? Kwa hiyo hizo sifa ambazo zinashuhudiana zinaendana. Anaweza, ala kulli shay'in shahid. Na hii ni aya ambayo ni hatari sana, kwa sababu kwa mfumo wa lugha ya Kiarabu inatakiwa hivi: wallahu qadirun, sawa, wallahu shahidun ala kulli shay. Allah ni mwenye kushuhudia kila jambo, lakini kaja wallahu ala kulli shay'in qadir. Kuni majarru wal majrur, imetangulizwa jadi na majruri. Hiyo kuonyesha nini? Kuonyesha kwamba hili jambo kwanza ni khas kwake, sio kwa yeye peke yake.
ingekuja kwamba wallahu shahidun ala kulli shay'in, ina maana ingekuwa yeye Allah tabaraka wa taala anaweza kushuhudia nao yote, na wapo watu au malaika wanaweza kushuhudia yote, lakini hakuna mwenye uwezo huo. Lakini pia hapo unajifundisha kwamba kama anashuhudia, isipokuwa yeye yuko pamoja nanyi popote mtakapo kuwepo. Hilo ni jambo ambalo lazima ujue kielimu, uweze kujificha. Mmoja miongoni mwa wacha Mungu anasema, anatoa mbinu za maasi. Mbinu, najua ni mbinu muhimu sana hizo uzijue. Ukitaka kumwasi Allah kuna mbinu muhimu ili usalimike, zitekeleze. Jambo la kwanza, mbinu ya kwanza, tafuta sehemu ambayo Allah hakuona. Unaona vizuri? Itafute sehemu. Ukiona hii sehemu hapa, yani anioni. Yani wewe kama nyumba yako ziba kwa haki, yani hata kijitobo kidogo, uhakikishe kwamba hapa hanioni. Fanya mambo yako. Mbinu ya kwanza. Mbinu ya pili. Mbinu ya pili, nitapa mbinu tatu. Mbinu ya pili nakupa hiyo, kaitumie. Hakikisha unapofanya maasi usitumie riziki ya Mwenyezi Mungu. Kuanzia pumzi, chakula, nini, yani wewe tumia vya kwako ambavyo ni vya kwako kabisa. Tumeelewana vizuri? Sawa. Mbinu ya tatu muhimu ya kufanya, tafuta sehemu ambayo hajaiumba Mungu. Panda kama ndege, tafuta sehemu ukijua hii sehemu hajaiumba yeye, hii nenda kayafanya. Lakini kama yatakushinda haya kama yatakushinda, tambua ya kwamba kama anakuona utakutana nayo. Kama unakula riziki ya Mwenyezi Mungu, hiyo riziki ni neema, utaenda kuulizwa kwa nini ulikula riziki halafu umemwasi, na hiyo sehemu itaenda kutolea ushahidi siku ya unapotokea. Inshallah Allah ajalie kila la kheri. Inshallah nataka tu, kwa kuwa tumehudhuria darasa zote tatu, kwenye hiki kisa tumejifundisha nini?